ameenda pale Githunguri, amechukua shamba ya Wakikuyu, ile cultural shrine ya Wakikuyu, pahali Maumau alizikwa na mafupa ya Maumau, anatuma trakta kutoa mifupa ya Maumau. Wazee wameenda hapo, ametumana, wamepigwa. Ametuchukia mpaka anapiga wazee wa Kikuyu. Sasa ndio ajiokoe, ajisafishe, ati ameita Wakorino pale. Na hakuna Wakorino walikuwa pale. Wakorino wako pale ni 25 peke yake. Wanashughulikia tumbo zao. Hao wengine wote ni watu ya kuwekwa kitambaa. Mpaka Moses Kuria anasemekana ni Mkorino. Sasa na huyu Kasongo atatuonesha maneno. Atuwe Kasongo unachukua Moses Kuria unaweka yeye kitambaa ya Mkorino, ati unaambia sisi ati Moses Kuria ni Mkorino? Mimi nimeambiwa watu walitoka Maunaro kila pahali. Kulikuwa wewe utafuta kitambaa ya white pahali unapata. Hata ile ya sitting room ya kuweka kwa meza unakatakata unafunga. Wale wa Korino ni 25 only. Wa Korino wengine wote ni Wakristo wazuri. Na hatutaki, mimi sitaki mtu kuingilia kanisa ya Wakorino. Kanisa ya Wakorino ni watu wazuri na ni watu ambao wanapenda Mungu. Wale walikuwa ni watu 25 wamepangwa na Kasongo. Hawa watu wengine wote hakuna Mkorino, wakiongezwa na Moses Kuria. Na hakuna alitoka hapo na kitambaa. Saa hii ukitafuta Moses Kuria amevaa kitambaa. Ni ukora si ukora? Tena tunauliza wewe Kasongo, kama unataka kuomba kanisa ya Wakorino, State House iko kanisa? Bona uiti Catholic huko, wafunge kanisa wakuje State House? Bona uiti PCA, wafunge kanisa wakuje State House? Bona uiti ACK? Kwa sababu hawezi kubali. State House hapana kanisa. Wewe kama unapenda Wakorino, toka State House, enda kanisa Wakorino, uombe huko na Wakorino wengine. Alafu ukimaliza uende nyumbani. Lakini hapana ita watu kuwahonga pale na kujifanya ati ni Wakorino na ni watu tu wanatafuta pesa. Mimi unajua the other day ameenda pale kanisa Independent Gatodo North. Ametafuta vitambaa ya wamama, amefunga mpaka wanaume. Na huyu Kasongo sasa sijui kichwa yake imefika wapi. Wanaume amewafunga vitambaa ya Mothers Council. Ameenda town pale, ametafuta majangiri ya wamama, amewaleta kanisani, amefunga vitambaa. Sasa jana amefunga watu wengine vitambaa ya Wakorino. Mpaka Moses Kuria. Mpaka mama mwingine anaitwa Jenny Kagiri, women rep ya Laikipia. Tulifunga yeye kitambaa ya PCA. Huwezi kuwa na kitambaa ya PCA ya Women Guild utoe ufunge ya Wakorino. Hii vitambaa ni tofauti. Ya CWA ni tofauti, si ndio? Ya Mothers Council ni tofauti. Ya Women's Guild ni tofauti. Sasa hii mama Kagiri alifungwa ya PCA pale Laikipia. Kasongo amemwambia wewe toa hiyo ya PCA, funga hii ya Wakorino. Sasa huyu Kasongo amechanganya mpaka kanisa. He is creating confusion in the country. Ni akorwo ni muwe hindiria twambiriria mawira maya mwatuheire nimukuririkana na hare hegwitwo Maragi primary no mithenya iyo ri muno twakoretwo tugita ikundi tugitana na tukinyitirira ikundi icio na mbeca cia aya mathiaga na ikundi cia boda nimokire kuri ni na magicokia na koguo otora twaheire ikundi icio support ira twari nayo muthenya wa muthe ni tukwendaga meko training nigetha muthenya wa muthe turi wa kunyitanira nao nigetha meko training na nigetha matuike agugunikaga na mbeca cia githirikari guthii na mbere. Ni moe guku turi ni thukuru wa Kambirwa Polytechnic na thukuru uyu ni turi ungi witagwo Gaitega Polytechnic ati thiini wa mbiri gutire muciari wina mwana wa PP1 ma kunywa na kuria kungi thiini wa mbiri yothe kiambiriria kia January ni twamwiteire basari na ithu tutihithanaga twitani time senator ni recognize mundu umwe kaneri Bwana Nguru wa itura riri ukeuga kaundu kamwe wapi Nguru Matiuma
aya nĩ arĩa mangĩaririe no mahinda matũhĩngĩca. Your Excellency nĩ tacagua kana tiguo andũ aitũ nĩ mũmwendete. Koguo andũ aya Your Excellency makoretwo makĩnjĩra ũkĩo macerere rũgama mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ a boda boda nĩ tũkũmahe maburi marĩa na inyua andũ a Mbiri Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Kathoreki mwekuo. Tumukumia Yesu Kristo. Yesu unene wakuroka. Goons wamejaa Kenya. Na sisi tunataka tueleze hakuna goons. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo. Na vile wanataka ni kuleta confusion. Ndio walete askari waue watu alafu waseme ni goons. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons. Ati ameunda special police unit to deal with goons. Wewe Murkomen, wewe ndio mwenye goons mkiwa na Kasongo na Omolo. Utateua special unit na muna gani to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya. Nyinyi mlituma goons kanisani Othaya Wetima ACK Church waue sisi askari ya polisi. Siku tumekuwa pale Kikuyu, huyu kijana ya huko anaitwa bibi ya Ruto, huyu mheshimiwa ya huko anaitwa nani, ametuma polisi kupiga watu ya Kikuyu. Sasa yeye analia, anatoka Inoro anaingia NTV, anatoka NTV anaenda Citizen, anajaribu kujitetea, mambo imeharibika. Wewe Ichung'wa, ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Nyinyi mumebeba ufara na Kasongo. Kasongo anakuambia chukua polisi ukapiga ile watu walikuchagua. Wewe ni mjinga ya saa ngapi? Unaweza tuma polisi kupiga ile watu ambao walikuchagua? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali. Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia. Akaleta polisi wanaitwa RDU ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Murkomen. Wameumiza watu wa Kikuyu. Sasa wewe Ichung'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. Hapo awali ulituma mtu na nyuki. Wawachilie nyuki siuwe watu ya Kikuyu. Mungu akasaidia hizo nyuki sikasema hazitaki kuumiza watu kwa sababu hawana hatia. Ulipoona nyuki zimekataa ukalete polisi. Sasa wewe unatoka station hii, unaenda hii unalia kwa sababu mambo yako imeharibika. Wewe utaenda nyumbani pamoja na Kasongo. Sasa wewe ufuatane na Kasongo huko Sugoi. Mkakae na yeye huko, si ndio? Na watu ya Kikuyu wameniambia nirudi huko. Mimi nimetangaza nitapanga, nitarudi Kikuyu town, nitaenda Keno, nitaenda Rusigiti. Watu ya Kikuyu ni watu yangu. They are my supporters. Na nitawatembelea tena. Ukitaka kupanga polisi tena wakuje wapige watu, endelea. Then tuone wewe utafika wapi. Mimi nilisema juzi hapo Kenyatta National Hospital. Nikatangaza ya kwamba iko shida. Manasseh hawana dawa. Hawana gloves. Pesa yao hailipwi ile ya deductions. Hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Pesa nalipwa kwa Citizen, Kasongo ameiba. Leo wamegoma. Wagonjwa wamepata shida pale. Wagonjwa hawana chakula, hakuna dawa, hakuna chochote. Na nilisema wewe Kasongo unasema wewe ni patron ya Nairobi Hospital ambaye ni private hospital. Wachana na private hospital, enda shughulikia maneno ya Kenyatta National Hospital ambaye ni public hospital. Ndio tujue wewe unasema ati uko na kilo za kutosha, tujue wewe ni rais. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy. And that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM msikubali William Ruto amalize ODM. Mkanipigia kelele, mkaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho
ODM ikwishe katika Pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi. Amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omono, amempatia pesa na goons awekee candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke sycophants katika Luo Nyanza. Hii ODM Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you will not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with William Ruto, mkubaliane izile area zote ODM ilikuwa na maarufu, UDA iondoke, msimamishe watu ya ODM. If you don't do that, atamaliza nyinyi. Na niliambia nyinyi msiseme, sikuambia nyinyi. I warned you. Because akipanga kumaliza ODM, tulikuwa na yeye nikiwa naibu wake. Siku alichukua Raila, nikamuuliza huyu mzee unataka nini na yeye? Akasema wacha nilete hii mzee karibu, nimpange aende AU, akienda AU nimalize ODM. Kwa bahati mbaya akashindwa kumsaidia. Kwa bahati mbaya mzee ametuacha. Sasa vile alikuwa amepanga wakati ile ya kumaliza ODM ndio anafanya. Sasa nyinyi mnashinda pale mnamuibia, broad based, bread based, na yeye anakulia nyinyi chini. Na nyinyi watu ya ODM msikiza sisi watu ya mlima. Sisi tukimwambia huyu mtu tunamjua, muulize sisi. Sisi alitudanganya hapa. Nimeona juzi huko anapika samaki kudanganya nyinyi atanapenda nyinyi. Hapa kwetu alikuwa anatengeneza mutura. Nyinyi hamjui huyo mtu. Akimalizana na nyinyi watu ya ODM, mtakuja mnalia vile watu ya mlima tunalia. You can do whatever you want with the information, hiyo itakuwa ni juu yenu. Sasa nikuulize wewe Soprano. Wewe unaenda kuomba msamaha ati juu yangu na Medho. Kabla hujaomba msamaha juu yetu, wewe kwanza uombe wa Kenya msamaha kwa kuua watoto ya Gen Z ukiwa waziri ya interior. Si ndio? Wewe Soprano, ukimaliza kuomba msamaha kwa sababu ya kutumika kama CS interior, kuteka nyara na kuua watoto ya Gen Z, uombe wa Kenya msamaha kwa kusabaratisha vita dhidi ya pombe haramu, kwa sababu tulikuwa tumemaliza, wewe ukasabaratisha hiyo vita, ukarudisha pombe kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Wewe Soprano, kabla hujaombea sisi msamaha, uombe msamaha kwa kutumia pesa ya Wakenya vibaya, kutumia shilingi milioni 8 kila siku kukoboa mahelikopta kuzunguka Kenya kudanganya wa Kenya. Si ndio? Ati areretu ati ashindana na niene Kasongo. Kuerwa athi ati kwaria na ndogo shindana na niene andu no gutheka. Arugama kwaria ri ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Soprano ni bure si bure. Aende asiende. Aende asiende.